Asante sana mpenzi mtazamaji, moja kwa moja ni ambapo ni mechi kali, vijana wa timu ya Onitsha, vijana wa timu hii ya Kodelo Bara. Mechi kali, mechi tamu. Kumbuka ni mechi za tangazo moja kwa moja. Langu jina ni Kasim Mohamed, siku zote kasisi wa soka. Mimi nahubiri soka, watu wanaokoka, wasiomi sadaka, lakini basi ukilipa sitokataa. Asante sana. Ukiangalia ni timu zote mbili, marefari wapo tayari kuweza kuchezesha mechi ya leo. Nakwambia ni mechi kali, mechi tamu. Ndani batajika uga wa Guse kwa umbali tu, namwona mwalimu wa shule ya Nyabigena Boys, mwite bwana Simon Ongaga, ambaye vile vile anafanya na FKF ama shirikisho la soka nchini. Asante sana. Wanawaongera hapa, inanikumbusha vijana wa timu ya Shabana, chiza ambavyo hawa vijana wanapo Kodelo Bara, Kodelo Bara Onitsha. Asante sana. Mambo mazuri, mambo matamu moja tia. Kumbuka tupo live kwenye mitandao mbalimbali, TV tuko live, Cyprian TV vile vile tuko live kuweza mechi tamu tena zaidi. Jana tuleza mechi za Euro, vijana wa timu wake Gareth Southgate na nazungumzia The Three Lions Uingereza akuweza kufuzu kwenye fainali ambayo itachezwa siku
ya Jumapili dhidi ya Hispania. Lakini papa hapa tupo ndani ya mechi za shule za sekondari, ikiwa basi ni hatua ya tupo tisti tupo ange kuweza kukuletea tangazo kutumia lugha ashrafu. Anaizungumzia lugha aula, lugha adhimu, lugha teule, lugha ashrafu, lugha fasaha ya Kiswahili. Asante sana, tunasubiri timu ile ya Onitsha tuweze kuona mambo atakavyokuwa hapa, tuone mambo yatakavyokuwa. Nani ndio nani ataibuka mshindi, nani ataibuka mshindi, kwa sababu katika mechi ya mchezo wa miguu lazima tuwe na mshindi, lazima tuwe na mshindi na mshinde. Siku zote wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Asante sana basi, niweze kukupa vikosi vya timu zote mbili, nikianza na kikosi cha timu ya Onitsha. Michumani ni Victor, hapa nyuma yuko Lewis Ian, Emmanuel Ogado, Steven Onyambo, Song Michael, Alan Gilbert, Brad Ocheng, Enoch Ongera, Jeff Harbert, Karilas Otero na Eliud Moracha. Hicho ni kikosi cha timu ya Onitsha. Upande wa timu ya Kodero Bara, michumani yuko Oswald, pale nyuma yuko Frederick Ocheng, Brad Odhiambo, Cristantos Odhiambo, John Collins, Francis Juma, Clifford Makori, Henry Oma, Felix Constance, Anthony Oruta na Laban Odote. Asante sana. Ama hicho ndo kikosi cha timu zote mbili. Zote mbili moja kwa moja. Lango jina niite Kasi Mohamed hapa, kasisi wa soka. Tupo ange kuweza kukuletea matangazo tukiwa na imani hapa taalibika jambo, pigwa ipigike. Mashabiki wamejaa kuanzia G9, G8, G7, G6, G5, 3, G2 na G1. Mashabiki wanajaja. Kumbuka karibu na hapa uwanja wa Gusii, maonyesho ya kilimo yanaendelea, ile ambayo inafahamika kama Kisii Agricultural Show. Vile inaendelea. Kwa hivyo leo ni shughuli nzima katika kwa Kisii. Mashabiki wanazidi kuimba nyimbo za kuwahimiza timu zao. Asante sana. Anamsubiri Captain Scott kuweza kukuletea burudani. Bwana Simon. Tusubiri basi mechi
sipo peke yangu, niko naye Captain 001 katika uga huu, na Kodero Bara na timu ya Ongincha ndio wanapata nafasi murwa kuweza. Asante sana. Kumbuka Ongincha amekuvalia chora ya rangi nyeusi. Zinaanza pale taratibu. Steven Onyambo, lakini Ngozi wanaanza mpira mrusho pale taratibu. Kichwa kinaita vijana wa timu ya Kodero. Kijana huyo Francis Juma piga pale kichwa, refa anapuliza bado. Iga wanakuja pale vijana wa Kodero. Hatari kizaza. Hatari bado. Hatari piga. Inakuwa ni goal kick hapa. Goal kick, naam. Imekuwa ni nafasi murwa kwa wachezaji wa timu bingwa wa upande wa Migori County. Mashabiki ni wengi kutoka upande wa Migori G6 Migori. Sasa wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Nafasi sasa kwa Ongincha, pembezoni kulia, jezi 11 analeta chini kwa chini. Ongincha Secondary, mabingwa au mabingwa kutoka upande ule wa Kitutu Central Sub County, kaunti ya Kisii, walikuwa unakuwa ni mpira wa goal kick hapa. Wataanza vijana timu ya Kodero. Kijana kichwa kinaita faidi vijana timu ya Ongincha. Ni vijana wa timu hii ya Ongincha. Watakuja kucheza goal kick ile. Asante sana kwa waziri kufuatilia. Nikinafasika nitaweza kupunguza rafa zenu. Moja kwa moja kumbuka tuko ndani ya Ndizi TV, vile vile ndani ya Sipen TV. Sipo peke yangu, niko na Demo Steven, mdadisi na mhakiki wa soka ambaye ataweza kudadisi na kuhakika na kukupa uchambuzi wa hali yake. Alafu unafahamu kwamba mechi hii iko rahisi ya mseto, ukikumbuka kwamba timu hii ambayo ni ya Ongincha ni mara ya kwanza kuingia msimu jana hawakuwa katika mashindano haya ya ukanda wa Nyanza. Ukiangalia Kodero Bara ni mara ya kwanza pia wao kurejea katika michezo hii ya upande wa Nyanza. Kwa hivyo ni wageni wote, kila timu itakuja na mtindo wake, lakini mtindo ambao utakuwa maarufu ndio utachukua pointi 3 katika kundi hili ambalo ni kundi la A. Kufikia sasa sare ni kwamba kundi hili la A, Kisumu Day ya Goro sare, wameweza kwenda sare ya pointi 1-1. Atakayeshinda hapa atakuwa anaongoza pool A. Wanakuambia this is pool of death. Wenyewe watakwambia ni pool of death hapa. Asante sana. Wanaanza mpira mrusho. Vijana wa timu ya Ongincha. Aleta pale lakini anakataba dakatari hapa kwenye mita Eliud. Anawahi goalkeeper wa timu hii ya Kodero Oswald. Piga pale lakini hamna mtu kuunganisha. Utakuwa ni mpira kucheza upya taratibu. Naleta katikati mwanja, kichwa kinaita. Refa anasema vipi? Utakuwa ni mpira kucheza upya pale, mpira wa ikabu, mpira wa madhambi. Asante sana, langu jina ni Kasim Mohamed. Haya, taratibu wanakuja Kodero Bara. Hatari, piga namna gani, lakini toka nje. Itakuwa ni kona. Itakuwa ni kona hapa, wanafanya vijana wa timu ya Kodero Bara. Ilikuwa anakuja maangamizi, lakini kasema hamna. Itakuwa ni goal kick na watafaidi goal kick hapa vijana wa timu ya Ongincha. Emmanuel anamwachia goalkeeper huyo, mwite Victor.
anaweka kwenye maya yake Victor huyo, anamwacha Emmanuel analeta pasi refu pale pembezoni kulia, hamna mtu, anakimbilia pale beki huyo wa timu ya Kodero Bara, kijana huyo mwite Fredrick Ochieng, piga pembezoni kumsaka ya mwite ni Job Collins, lakini refa anasema utakuwa ni mpira madhambi. Wanafaidi vijana wa timu hii ya Onitsha. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutizama moja kwa moja. Tupo pale ndani ya Cyprian TV. Vile vile pale kwenye Ndizi TV, langu jina ni Kasim Mohamed. Haya, analeta pale juu kwa juu, piga kichwa na kinabla gari. Kata wana Kodero Bara. Piga pembezoni pale jazi nambari 10. Kwenye gongo za kijana huyo mwite Anthony Ontita. Constance namna gani, lakini golikipa hapa mwite Victor anasema ni chakula changu. Anasema ni chakula changu hapa. Haya, anza taratibu pale. Kijana mwite Victor. Beki pale juu kwa juu, mpira wa Ikabo. Mpira wa Ikabo. Wale matabibu wanaenda kumpa ganga za mganga ambazo siku zote mwacha mgonjwa na matumaini angalau ya kuweza kuendelea na mchezo. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutizama Simba nasi moja kwa moja. Unatupata ukiwa wapi? Tutazidi kusoma arafa 0. Mashabiki, kama kuna watu ambao wanapenda askari ni Wajaluo, wakiwaona tu anaona kama ni maadui wao wamekuja. Sisemi kitu. Asante sana. Kuna mchezaji yuko chini pale, kuna mchezaji yuko chini upande wa timu ya Kodero Bara, na pewa ganga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini. Zidi kutuma rafa zenu, tuzidi kuzipongoza tukiweza kunafasika. Tukiweza kunafasika pale. Asante sana wale wote ambao wanazidi kufuatilia. Haya, amekwisha nyanyuka, analeta juu kwa juu, anacheza wapi? Anakata pale beki huyo mwite Fredrick Ochieng. Bado Kodero Bara wanaongozi, lakini alikuwa amekwisha otea. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idhini yoyote. Na wakati huo Kasim akituambia kwamba kuna ambao wamejenga kibanda pasipofaa, naona kwamba kuna leo askari wengi wa askari, ukiangalia jana ile ari na pressure iliyo na hizi mechi, wanapiga tu doria kuona kwamba mashabiki wameweza kujichunga katika mechi hizi ambazo hisia hukuwa nyingi, shule ziko na interest mingi kusema kulia rais, lakini jezi 12 wa Onitsha alikuwa ameweza kufanyia makosa wachezaji kama kabisa, lakini mlinda lango Karoli anasema chakula changu hiki pembezoni kulia. Wa line at the edge akashindwa kuimiliki, timu ya Onitsha inapata rahisi. Beki wa kushoto Onitsha rusha mrefu kwa mtafuta jezi 9 wapi? Kodero Bara jaribu kutafuta pembezoni kushoto, rejesha katikati, captain anapiga potelea pote. Karoli anasema rahisi hii kwangu, ukiangalia yale mashindano au yale preparation nimekuwa nazo kufika sasa. Onitsha upande wa kati wanapoteza, imekubali pembezoni kulia, jaribu kupenyeza rahisi. Kodero Bara chini, alikuwa kesharombeza na AR akasema kwamba offside inakuwa ni afueni kwa timu hii ya Onitsha, na itabidi sasa mlinda lango Moi amwachie nahodha kuweza kupiga mpira ule. Piga refu, bado timu zote hazijaweza kutulia katika mechi hii. Kodero Bara bado wanatafuta bao la mapema, lakini wapi? Pembezoni kushoto umilisi wanao, kibendera kiko chini moja kwa moja, anajaribu chenga, inakuwa hafifu, wanaumiliki Kodero Bara, lakini bado ni mpira wa mrusho ambao utabidi Onitsha wameweza kuwashinikiza timu hii ya Kodero Bara katika kipindi hiki cha kwanza, hapo kufikia sasa tunasema kwamba nguvu ni kama ni wastani baina ya timu zote kufikia sasa, lakini timu ya Onitsha ya Kodero Bara imeingia katika kisanduku cha Onitsha sana. Mpira wa mrusho, beki wa kushoto anarusha refu midili ya kona, kunani rahisi kwa beki wakati wa Kodero Bara. Bado Onitsha wanao, alijaribu kupenyeza kando ya mlinda lango, lakini akawa tisti, mpira ulikuwa juu, na hiyo technique si rahisi wakati wote. Nafasi sasa kwa timu
ya Ong'incha. Nahodha jaribu penyeza kwa pembezoni kulia, inakataa. Kodero Bara sasa anamwona kosa na bado anampa ukosefu wa ukomavu kwa upande ule wa timu ya Kodero Bara kuweza kufanya masiara kama hayo, kwa sababu ilikuwa na ikumbuke kuwa vijana wa timu ya Kodero Bara kama kujenga kibano wamejenga sana, zile offside zimekuwa nyingi upande wao. Haya, wanakuja mezoni pale, kijana huyo mwite John Collins. Refa anasema vipi, utakuwa ni mpira wa ikabu na garagara pale chini. Mchezaji anasema ni Kodero Bara. Kodero Bara ni mabingwa wa Migori. Wengi wanahisi kwamba katika michezo hii ni baina ya timu ambazo hazijazoewa sana katika michezo hii ya Nyanza. Wengi wanahisi kwamba wanaweza leta surprise. Ong'incha pia wengi wanaweza leta surprise, lakini kufikia sasa hatujaona surprise. Ni sare tulivyotarajia, mechi ilikuwa na nguvu ambazo ni sawa. Haya, taratibu pale kwanza pili wanakataa vijana wa timu ya Ong'incha. Kijana huyu mwite Enoch Ongera anacheza wapi, piga pasi, goalkeeper huyo mwite Victor nachukua kwa mikono yake miwili, anasema ni chako na changu. Mlinda lango ambaye sifa zake zimeweza kwenda nje na ndani ya eneo la Gusii na Gusii, hasa baada ya kuweza kuokoa mikwaju ya penalti upande ule wa Zonos walipokuwa wakicheza na Cardinal Lutunga Mosocho, akaokoa penalti upande ule wa semifinal mechi za sub county, akaokoa penalti upande ule wa semifinals walipokuwa wanacheza na Nyakichenche semifinals za Kisii County. Kwa hivyo ni kipa tajika tu hasa upande ule wa mikwaju ya penalti. Iwapo timu itafika upande ule wa knockout stages, basi atakuwa akitegemewa sana. Mwite Demo Steven. Haya, wanakuja Kodero Bara, lakini offside. Inakuwa ni offside ile. Benchi la Kodero Bara linafoka. Mbona kila wakati ni offside, lakini jambo ambalo upande ule wa half time itabidi waambie wachezaji wao ngoja kidogo, kwa wakati mwingi imeweza kuwanasa wachezaji wale wa upande wa Kodero mawinga. Asante sana. Haya, utakuwa ni mpira mrusho, wanafaidi vijana wa, itakuwa ni goal kick kwa upande wa timu ya Ong'incha. Mechi za hatua ya mkoa, yani regionals, zidi kutuma rafa. Mpenzi mtazamaji, utaamini tupate ukiwa piga pale, refa anasema vipi, utakuwa ni mpira wa ikabu. Naona tabasamu kwa Cyprian, anasema kwamba bola na tabasamu lazima angehesabiwa hapo kwa jina ball. Hatari pale, tuliza namna gani, hatari, piga pana namna gani, poteza. Who does that? Kodero Bara walipata nafasi ya moja kwa moja, kwamba pressure na ukosefu wa ukomavu, akapiga tu bila kuangalia, potelea putia. Hasa iwapo timu ya Ong'incha wakiona ule jinsi ambavyo wameweza kuswake jazi. Asante sana basi. Kijana Watkins aliweza kufanya mambo yake baada ya piga. Haya, hatari, wanakuja Kodero Bara, hatari, kizaza namna gari, anagusha pale na ganga za mganga ambazo siku zote humpa mgonjwa wa matumaini. Inakuwa ni nafasi kwa upande wa Ong'incha kuita wachezaji wao nje, kuweza kuambia kwamba tumepotea sana kwa mechi, lazima tuweze kurudi kwa concentration tuweze kurudi katika mechi hii. Asante sana mtalisi wa mechi hizi. Haya, Watanza pale, vijana hawa wa timu ya Ong'incha. Taratibu nakuja kutuliza pale, kijana huyo mwite Brian Ochieng. Brian Ochieng na ngozi anapiga pasi, lakini hamna mtu, na kwa vingine toka nje. Watakuja kurusha vijana timu ya Kodero Bara, anajipinda kama upinde pale, rusha taratibu. Kijana huyo jazi namba 2 mwite Song Michael, nikumbusha mchezaji Song bali wachezea timu ya Arsenal, West Ham na Barcelona. Haya, anza pale taratibu,
Anacheza wapi? Hatari, anakuja bado. Kizaza tisha ya kwanza, beki yule anakataa, piga pote na pote na ukwatua mpira bado. Now Brad piga pembezoni, ruka, piga para za kichwa, dunda 1 2 3, goalkeeper anakuja kuwai, pale goalkeeper huyu. Taratibu anakimbilia vijana wa timu ya Kodero. Swali langu ni je, unahisi uwanja huu upo tayari? Swali langu ni je, unahisi uwanja huu upo tayari? Ndio swali langu la leo. Nitalijibu baadaye. Haya, taratibu pale. Haya, kijana huyo mwita Brad, piga tena kwanza, kijana timu Ongicha anapiga juu kwa juu, goalkeeper waya hapa namna gani? Oswaldo huyo. Chakula changu Karoli anasema chakula changu hiko, piga refu upande wa kati kutafuta Felix. Felix amesakamwa moja kwa moja, kunani anapiga kiafifu sana. Moja anasema kwamba tangu leo ikawa hivi, lakini anawafukia wale mabeki wake kwamba mnani expose bana, nimejikaza ndio naweka kwa mechi, lakini mbona mnani expose? Ni Moi, mlinda lango wa timu hii ambayo ni ya Ongincha, anauliza tu mbona iwe kwamba mnanacha hivi. Nafasi kwa timu ya Ongincha, wanapoteza. Kodero Bara pembezoni kulia, chenga ya kwanza inakubali, ya pili inakataa. Ongincha jaribu penyeza pembezoni kushoto, anachotwa, itakuwa ni foul, anakwenda chini. Huyo ni Eliud, beki winga wa kushoto wa timu hii, atakwenda kumpiga sasa. Ni jezi nambari 6 upande huu wa Ongincha. Refa anaambia rejesha nyuma, usibe hata hiyo hatua kidogo. Kwa mechi kama hii inaweza wapatia advantage. Atamwachia beki ama nahodha? Nafasi sasa kwa nahodha, jezi nambari 2, mchezaji wa mguu wa kushoto. Wamejiweka wengi upande ule wa far post, anapiga refu, lakini inakwenda moja kwa moja hadi kwa mlinda lango Karoli, ambaye anasema kwamba haungeweza kumbatiza kwa sababu ulikuwa ni rahisi. Sasa ni timu ya Kodero Bara. Amesakamwa vikali, ni Felix, amesakamwa sana Felix. Sasa pembezoni kulia 1v1, anakwenda chini virahisi, bado anaacho ya pili, ya tatu, ya 4. Kodero anabisha, piga pale. Mashabiki waliokuwa upande wa kushoto wanahisi ni kana kwamba side net. Wakati mwingi mashabiki huhesabu kama hauko angle mzuri, lakini mlinda lango bado wanapata nafasi ya kujipanga na vizuri. Wachezaji hawa wa timu ya Ongincha ambao bado safu yao ya ulinzi imelegea kufikia sasa, kwa sababu Kodero wamepejeza sana. Safu yao ya ulinzi imeswasua na kuboronga. Wana Ongincha jazi nambari 18 kwenye gongo za taratibu, kijana mwite Eliud Marocha. Wanacheza wapi? Kwenye kamba la kifua pale, tia piga kanzo taratibu pale na Brakari. Haya, anakuja kukimbilia Ngozi. Hawa ni timu ya Kodero Bara. Geresha jazi nambari 2 anapiga pale juu kwa juu, hatari, offside. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini. Kasi nilikuwa nimekwambia kwamba hizi offside tutamalizia kuumiza wa Kodero, kwa sababu wanapata nafasi mingi. Ndio unapoimalizia offside unaua nafasi ambayo hata ingekuwa ni ya wazi inapotea. Lakini nafasi kwa timu ya Kodero Bara, safi ya kati, control safi kabisa. Pembezoni kulia amesakamwa moja kwa moja, anapiga refu. Ongincha anakosa, unakuwa ni madhambi pale, ambayo inakuwa nafasi ya timu ya Kodero Bara kwanza haraka. Ni mechi ambayo kufikia sasa imekuwa ya wastani. Kodero amebisha zaidi kuliko Ongincha. Watafanya nini warejea kwa mechi? Inapigwa refu, kunani nafasi ya wazi, jezi nambari 3 Eliud ambaye nafasi mingi, anapiga midhili ya Odegaard, potelea pote. Asante sana, anapiga midhili ya Ganacho huyo. Nataka kusema Odegaard, kijana mzuri tu. Haya, anza pale kijana mwite Brian. Wanacheza wapi kwake? Francis Juma. Hawa ni Kodero Bara. Jazi nambari 6 kijana huyo mwite John Collins. Tunaangusha pale, refu nasema utakuwa ni mpira ikabu. Utakuwa ni mpira ikabu. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutizama. Haya, hatari. Kizaza piga cheka kwanza, anakataa beki huyo. Haya, tisha piga pasi, hatari pale. Geresha kwanza, piga, goalkeeper anapangua. Namna gani hapa?
kwa goalkeeper hapa, anaweza kufanya kazi ya ziada. Anafoka na akisema kwamba hatukuambiwa hivi na kocha, hatukujipanga hivi kutoka upande ule wa Ong'incha. Kunani wakati huo wanapata kona takriban ya 3 timu hii ya Kodero Bara. Sikiliza kona, ananyanyua kona juu kwa juu, goalkeeper anapagwatira, piga pote na pote. Haya, taratibu, piga mchela mwili na kubali, wanaong'incha lakini hamna mtu, anakuja kwa pale beki huyo mwita Anthony Aruta, chini kwa chini, geresha kwanza ya pili, wanakuja kupanda sasa vijana wa timu hii ya Ong'incha, juu kwa juu, piga kichwa, wanawahi Kodero Bara, kwa mchezaji kwa chini, mpira wa foul, mpira huo wa foul, inakuwa ni foul. Asante sana kwa waziri kusema nasi. Timu ya Ong'incha ni mara yake ya kwanza kufika katika michuano hii na imefanya kweli, sasa hivi nawakilisha mkoa wa Nyanza. Haya, sikiliza mpira wa ikabo, mpira wa ikabo utakuwa anawajibika hapa kijana Enoch. Sikiliza, analeta pale juu kwa juu, goalkeeper anachupa ngari, anasema ni chakula changu hapa. Haya, juu kwa juu, unacheza wapi? Rakibili Ngozi. Haya, wanakuja vijana timu ya Kodero Bara, taratibu, piga pembezoni pale kulia, kisha ya kwanza analete hatari, lakini bado kizaza, piga choma, inarole, piga pote na pote, juu kwa juu pale, wanatuliza tena vijana timu ya Kodero Bara, piga pembezoni, wanaongozi pale, wanakimbilia beki huyo Jazi na Barire anaukwatua mpira, kimbilia wangu lakini alikuwa amekwisha otea hapa. Nafasi ambazo wamezipata vijana timu ya Kodero Bara wamezipoteza, huenda wakajutia baadaye, huenda wakaweza kujutia. Asante sana. Na wakati huo kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, kwa hisani ya Peak Uniforms and Sports Center na kwa hisani ya Nyanza Sports Vibes, ambao wamesema kwamba ni vema tu matangazo yaje. Pembezoni kulia Ong'incha alipata nafasi moja, lakini refa anaona kulikuwa na masiara pale upande ule wa wachezaji wa timu ya Ong'incha. Inakuwa ni foul ambayo inawapatia afueni wachezaji wa timu ya Kodero Bara kuweza kujipanga na kuweza kuona angalau kutakuwa vipi. Nakumbuka kwamba hawa ambao mnawaona hapa hivi Kodero Bara, Ong'incha lazima wacheze na Agoro Sare, lazima wacheze na timu ya Kisumu Day iwapo kuna ndoto yote ile ya kuweza kufika katika semifinali, na kama mmoja wao kwa wawili anafaa kufika katika upande ule wa semifinali, lazima amweke nje either Kisumu Day either Agoro Sare, ambao nafahamu kwamba upande ule wa kocha wa timu zote mbili Kisumu Day, Agoro Sare wako hapa kuona kwamba watakapocheza na timu hizi mechi za jioni kutakuwa vipi. Asante sana. Ya taratibu, geresha kwanza, tisha pale, hatari pale, piga poteza nafasi gari hapa, nafasi ambazo wanazipata wanazipoteza na huenda wakajutia baadaye. Ingalikuwa mimi ningalifunga ile katika enzi zangu nilipokuwa prime, sijue sahi ambapo labda nishamaliza enzi yangu ya kuweza kuwa prime katika mambo haya ya michezo, miaka 20 na hata hajafika 25. Yeye amesema wakati wake. Wakati gani huo? Kwa shule za msingi labda. Asante sana. Anakada kwanza pale ni Moi, mlinda lango wa timu hii ya Ong'incha, Captain Amsat Akimbo anapiga refu upande wa kati, jezi ya 14 amezakamwa moja kwa moja na Kodero Bara. Ong'incha bado amelala, Kodero Bara bado hajaamuka. Nani mechi ya kati, Kodero Bara pasi Nyerezi inakubali, ya pili inakubali, lakini offside kubwa sana.
offside kubwa sana, ni takriban offside ya 7 katika kipindi cha kwanza, kumaanisha kwamba wanacheza vizuri Kodero Bara, lakini kuwa na ule umakinifu wa kupenyeza zile pasi, wale washambuliaji kuweza kutime their run, lazima uweze kutime run ndiposa beat the offside trap, na ni jambo ambalo limekosa katika upande wa timu hii ya Kodero Bara. Bado nao milisi ni Ongincha, safu ya kati haijatulia, jaribu penyeza refu pembezoni kulia, kunani hata ufikia anaupata, lakini anagongeshwa, unatoka nje, ni goal kick. Atakuwa akianza ni mlinda lango Karoli, ambaye kufikia sasa kipindi cha kwanza hajapata kazi ambayo tunasema kwamba ni kazi nyingi ambayo ameweza kupatiwa kipindi cha kwanza, kwa sababu kazi imeweza kuwa rahisi. Wangu Kodero Bara upande wa nyuma, jaribu penyeza upande wa kati, kunani wanalala ni timu ya Ongincha, kunani unakuwa mwingi unawalemea, wanapiga potelea pote. Nahodha jezi nambari 2 anasema kwamba heli fedhea kuliko lawama katika michezo hii. Kodero Bara wanaanza rahisi kwake Eliud. Kodero Bara jaribu penyeza refu, wamesakamwa na Ongincha. Kodero Bara bado wanapata, Ongincha wanakana, Kodero tena watapata tena, bado Ongincha jaribu penyeza, chenga inakubali, wanao nafasi ya kufungua upande wa pembezoni kushoto, moja kwa moja, jezi 12 dhidi ya jezi 11, anaingia kilegevu, inakuwa rahisi kwa safu ya ulinzi wa timu ya Kodero Bara kuweza kupata mpira ule. Hana support, kunani Kodero Bara wanapata nafasi Murwa Eliud, lakini analemewa kuweza kuigeuza kuwa nafasi Murwa, na kupata nafasi Moi kutoka nje ya kisanduku chake, kurejea tena angalau kutuliza kasi ya mechi hii ambayo kufikia sasa wameweza kuletwa mbioni wana Ongincha, lakini katika mechi hii statistics hazina umuhimu wote, mabao ndio kila kitu. Pembezoni kushoto unakuwa mwingi mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Ongincha Secondary. Ongincha watakuwa wakiurusha mrefu zaidi, kunani kisadukuni wanazo nambari, rusha refu, wanakana Kodero Bara. Ongincha tena wanao nafasi ya kujimudu, anajaribu kupeza chini kwa chini, kunani bado wanakana Kodero. Ongincha wanabisha, Kodero wanakana. Ongincha pembezoni kulia, chenga ya kwanza inakubali, ya pili inakubali, Kodero wanakana. Ongincha bado alikuwa apenyeze hiyo nafasi Murwa, lakini wapi, anakuja mzima jezi nambari 6 weza kupata mpira ule, akadhani angepata fast ball, lakini wapi, inakuwa ni adhabu kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Na wakati huo ako chini ni mchezaji wa timu ya Kodero Bara, huku mashabiki benchi ya kiufundi ya Kodero Bara wakisi kwamba it was a tough tackle, was it? Akinyanyuka haikuwa hatari sana, asiponyanyuka basi alijilegeza tu, lakini wakati huo mashabiki wa upande wa timu ya Kodero Bara wananyanyuka wote. Mnatuchelewesha kutupatia raha, ni maswali ya wachezaji wa timu ya Kodero Bara. Kunani Kodero Bara refu pembezoni kushoto, 1v1, kona si kona, mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Kasim, haya, asante sana. Mpira mrusho wanafaili vijana timu ya Kodero Bara, taratibu para Arusha. Kijana huyo mwite John Collins. Haya, anakuja pale kijana mwite Felix Castas. Wanakuja vijana timu ya Ongincha, piga na kiribado wanakataa, piga bigao katikati wa Kidwara, naleta wangu lakini hamna. Tutakuwa anaanza goalkeeper, anapiga juu kwa juu, anashinda kudhibiti ngozi, anashinda kudhibiti ngozi. Haya, juu kwa juu, anageuka, piga pale chini kwa chini, taratibu, jazi na Malinare, lakini mtu anaangusha chini, piga pasi, anatuliza beki huyo mwite Emmanuel Ogado, naleta pasi ya juu kwa juu kumzangi mwite Alan Gilbert na Bakari, piga na kila mtu. Wanafaidi tena vijana wa timu hii ya Kodero, wanawai Ongincha, jazi nambari 3, kijana huyo mwite Emmanuel Ogada. Emmanuel, wanakuja Kodero Bara, Cristantos
Cristanto Zerabrakari, lakini bado piga pasi kataba ndani katari pale, anza chini kwa chini. Haya, hatari, anakuja kuvomboruka pale kijana huyo mwita Alan Gilbert, analeta pale Alan Gilbert, alikuwa amekwisha hotea, amekwisha rombeza, jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idadi yoyote. Asante sana kwa naozidi kunifuatilia. Wanaozidi kutufuatilia hapa, asante sana. Haya, wanaanza Migao taratibu, anapiga juu kwa juu, kichwa kinaita. Vijana wa timu ya Onitsha pembezoni pale, piga pote na pote, anakuja kuwai namna gani? Pia cha kwanza toka nje, watarusha, watakuja kurusha hapa. Vijana wa timu ya Onitsha watakuja kurusha. Asante kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia. Sema nasi, unatupata ukiwa wapi? Ni mpira wa mrusho, ni mpira wa mrusho hapa. Mashabiki wamekuja kwa wingi. Haya, rusha pale taratibu, hatari namna gani? Kizaza, lakini wanakata badali katari pale. Wataanza tena, tuliza, leta pasi, wangu anaondoka kwa kichwa, atakuja kurusha tena vijana timu ya Onitsha. Anazungumzia mashabiki wengi tu, ukiangalia kuanzia G11 hadi G1 wamejaa kujaa mashabiki. Piga pasi juu kwa juu, kichwa kinaita. Ana wakati huo basi, center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini, anasema dakika 45 za kwanza tosha kwa sasa, kutoka uwanja huu wa Gusii. Kodero Bara 0, vijana timu ya Onitsha 0, half time. Kimekuwa ni kipindi cha kufana kwa timu zote mbili, wakiweza kupata kwamba yale ambayo wameweza kujiandalia kwa wakati wote ambao hawajaweza kuwa katika mechi hizi ambazo ni mechi za shule, kuona kwamba yale yote ambao wameweza kujipanga yatakuwa vipi. Wote wamebisha. Kodero Bara wamebisha zaidi kipindi cha kwanza, Onitsha wameweza kuzuia zaidi kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili watasalia hivyo hivyo, au kuna wale ambao wanaweza kujitolea zaidi kuweza kupata mabao ya ushindi katika mechi hii. Wanatoka hatua moja, guu mosi, guu pili, wachezaji wa timu ya Kodero Bara. Upande mwingine Onitsha washamaliza maombi, wamevalia midhili ya timu ya Uingereza England iliyofika katika fainali ya mechi za Euro. Wanaenda wangu na ni wakati muru ambao mechi za kiufundi za timu zote mbili zitaweza kuona kwamba zitaweza kusaidika vipi, wataweza kubadilisha kipi, ni nguvu zipi mpya wataleta katika kipindi cha pili katika mambo haya ya michezo, ni posa waweze kuweza kuwa wanapata majibu. Na haya yote unayapata kwa hisani. Naona cameraman anauliza nini kile kinamwagiwa uwanjani, hatujui ni nini, lakini tumeona kwamba kuna poda kiplani, lakini tunaweza kujua kuna ni Machko anauliza anafanya nini katikati ya uwanja, lakini mashabiki wako na anjam zao, na tutaweza kuona ni kipi kitaweza kufanyika baina ya timu hizi mbili kuweza kujua ni kipi kinachoendelea katika mechi hii. Mashabiki wamefika kwa wingi. Jana tuliwaletea mechi ya moja kwa moja kutoka upande ule wa uwanja wa Cardinal Otunga Mosocho. Ilikuwa ni mechi ya pool A, mechi ya pool B kunradhi, Matutu ilikuwa inacheza pamoja na timu ya Sameta. Ni mechi funguzi ya kundi la B. Ni mechi ilikuwa na hisia mseto, kumbuka kwamba ni mechi ambayo ilikuwa ni derby. Ni mechi ambayo ilikuwa ni derby baina ya hizo timu zote mbili. Ni mechi ambayo ilikuwa ni derby.
angalau kuweza kujua kwamba nani angepata ushindi. Tukaona Matutu PAG wakipata ushindi wa mabao mawili kwa mechi moja, kwa bao moja dhidi ya vijana wa Sameta Boys. Tutakuwa tukifuatilia kujua tu kutakuwa vipi, lakini hapa ni uga wa timu wa upande huu wa timu hizi mbili kuweza kuona hali itakuwa vipi baina ya timu hizi ambazo zimejitolea kabisa katika mambo haya ya michezo, na haya tunapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, kwa hisani ya Peak Uniforms and Sports Center, na kwa hisani ya wahisani wetu tu, tusipomsahau Nyanza Sports Vibes ambao wameweza kujituma zaidi kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yameweza kuwa mema, majibu yameweza kuwa shwari katika mambo haya ya michezo hizi ambazo ni michezo za shule ambazo huwa na ari yake maalum baina ya hizo timu kuweza kuona mshindi ni nani. Iwapo ndipo unaungana nasi kipindi cha kwanza upande huu wa Gusii Stadium kuweza kuona mechi hizi zitakuwa vipi, ambapo tutakuwa tukiungana tu na Kasim Mohamed muda ambao sio mrefu aweze kutuambia mengi yanayohusu michezo hizi michezo ambazo ni michezo za shule kwa upande wa timu hizi kuweza kuona mshindi ni nani. Labda majibu haya yako na umuhimu upi kwa ambazo ni za kundi hili la A, kuweza kujua ni kwa muda ambao hautakuwa ni mrefu tu kutoka uga huu wa Gusii Stadium. Labda Kasim, kipindi cha kwanza kimeweza kuisha, sijui mambo yapi yale ambayo wanasema kwamba ni outstanding wakati kipindi cha kwanza katika kundi hili ambalo ni kundi la A? Vijana wa timu hii ya Kodero Bara tumeona wameweza kutengeza baadhi ya nafasi ambazo wameshindwa kupoteza, ambapo nafasi nyingi zimekuwa ni zile za offside, bila kusahau vijana wa timu hii ya Onitsha, ile finishing yao katika safu ya ushambulizi wameweza kuzuba, wameweza kususua na kuboronga. Iwapo yule kocha wao atazungumza na wao na aweze kuongeza makali katika safu ya ushambulizi na vile aweze kuongeza makali katika safu ya ulinzi, basi huenda vijana timu Onitsha wakaibuka washindi katika mechi ya leo. Fiti kabisa. Kasim Mohamed anatueleza hayo yote kutoka kwamba mechi hizi zilikuwa ziweze kuchezwa katika uwanja ule wa Cardinal Otunga Mosocho kama alternative field, Kisii School kama the main field, lakini baada ya hisia mseto, mashabiki wengi katika mechi hizi imepelekea Gusii Stadium ambayo wengi wanatarajia labda ingekuja katika mechi za semifinali, finali, lakini ikakuja leo. Unahisi labda mechi kuletwa hapa uko na maana gani leo hii? Kwa sababu unajua pale katika uwanja na uzungumzia wa Cardinal Otunga usalama au kuwepo, lakini hapa katika uga huu ni mahali ambapo mashabiki wachezaji kwa karibu, kwa sababu mashabiki wapo mbali kidogo na wachezaji kulingana na uwanja ule wa Cardinal Otunga. Wale ambao tumeona sana mashabiki wa Shabana angeweza kupata makosa kwa afisi ya gavana wa Kisii Paul Simba Arati kwamba kiwanja hiki kilichukua muda mrefu kupelekea labda Shabana kuchezea upande ule wa Raila Odinga Homa Bay Stadium, lakini kwa sasa walichukua muda wao kwa sababu makosa ya mwanakandarasi wa awali kutounda drainage system ndio ilipelekea kiwanja hiki kutotumika sana. Unahisi labda serikali ya kaunti ya Kisii kurejea hapa leo hii kuona kwamba kiwanja kiko sawa leo hii, kiwanja kiko level, nyasi tu inazidi kumea katika muda mfupi itakuwa imeweza kuwa, wangesema ni kuhusu serikali ya kaunti ya Kisii? Wanasema mgana muwe la haki yake umpe. Tunawapa pongezi sana kwa kufanya hima ili kuweza kuhakikisha kwa uwanja huu umekuwa, lakini kitu kingine ni kuwa uwanja huu kuleta hizi mechi hapa alikuwa swala la busara, kwa sababu uwanja bado ulikuwa unastahili kama mwezi mmoja ili nyasi iweze kumea. Upande wangu tuambizane ukweli, bado mimi nahisi uwanja huu haukuwa tayari kwa mechi za leo. Anasema kwamba mgalamu huwe haki yake mpe. Pia wanasema kwamba heli nusu shari kuliko kukosa shari yote. Mimi nahisi kwamba kurejea hapa imekuwa ni ya maana, kwa sababu mashabiki ni wengi zaidi ambao wamefika hapa hivi kuweza kuzisupport zile shule ambazo wanazipigia upato katika mechi hii. Awali tuliona mechi ya Agoro Sare Kisumu Day ilikuwa ichezwe jana upande ule wa Cardinal Otunga Mosocho, haikuwezekana kwa sababu ya mashabiki. Leo hii ukachezwa mapema zaidi, na katika kucheza kwa mapema Agoro Sare Kisumu Day, kipindi cha kwanza sare tasa, kipindi cha pili mabao mawili moja katika pande zote mbili. Unahisi kwamba
ili mechi za hapa ni za kundi la A kama Agoro Sare na Kisumu Day. Kufikia sasa kundi hili unaliona vipi, mwongozo wa kundi hili? Kundi hili tuambizane ukweli, wanasema ni pool of death. Hapa yule ambaye unamdhania ataweza kutoka unaweza kupata yeye atafuzu, lakini hapa nina uhakika kuwa timu ya Gor Sare huenda ikafika hadi fainali kutoka kwenye kundi hili. Anasema anafahamu kwamba Gor atafika fainali. Wa pili ndiye hajui ni nani. Je, ni Kisumu Day? Je, ni Ong'incha? Je, ni shule ya Kodero Bara? Tuambie kupitia upande ule wa SMS. Tutakuwa tukiangalia katika muda usio kwa mrefu kuweza kujua kwamba utakuwa vipi katika mambo haya ya michezo. Mpiga picha kwa sasa namwona pale Ondanya, Cyrus Ondanya 101 anasema kwamba picha hizi anazipiga kwa njia ya murwa kabisa kuweza kuweka historia ya haya makala. Tunaporejea katika upande wa ukumbi wa matangazo, unatarajia kipindi kipi cha pili? Tutakuwa ni kipindi chenye mabao magoli. Tushuhudie kipindi ambacho wachezaji wote watajituma kwa kujua kuwa hichi ndicho kipindi ambacho wanahitaji kupata ushindi kutoka timu ya Kodero Bara na Ong'incha, lakini itakuwa ni mechi ngumu sana, na mechi hii huenda ikatoka sare kipindi ama dakika 90. Asante sana, ni matarajio yake Kasim Mohamed. Tarejea katika ukumbi wa matangazo ndiposa tuweze kuona moja mbili kabla ya mechi kuweza kuanza. Endelea kuwa nasi upande huu wa Ndizi TV News Digital, upande ule wa kufuatilia mechi hizi kuona kwamba kipindi cha pili kitakuwa vipi. Tarejea kwako. Kipindi cha pili kitakuwa kinarejea wakati wowote kuanzia sasa. Kipindi cha pili kitakuwa kinarejea wakati wowote kuanzia sasa. Kipindi cha pili tunakisubiri kwa hamu na hamumu tuweze kumwananga wote kuanzia sasa. Tunasubiri kipindi cha pili kiweze kumwananga. Kumbuka ni timu ya Ong'incha ikicheza dhidi ya Kodero Bara. Mambo mazuri haya, tuweze kuona nani ndio nani ndiye zaidi ya nani. Mambo yamekuwa ni 0-0. Tutarajie kipindi cha pili, kipindi chenye magoli, kipindi chenye mambo mazuri. Tutakuwa tunafanya badiliko
anajiandaa kufanya badiliko hapa. Wanajiandaa kufanya badiliko na kipindi cha pili kina mananga. Kijana timu ya Kodero Bara kiribabatiza pale, anakuja kutuliza kijana huyo mwite Brad Ochieng. Brad Ochieng cheza kwa Jeff Albert. Jeff Albert geresha Jeff Adamgozi anapiga pasi nyerezi pale kwa kile mwite hoja Brad Ochieng. Anapiga kwanza pili, lakini anakataba beki hawa wa timu ya Kodero Bara wanao tena pembezoni pale kushoto. Anatuliza kwenye kiungo chake cha mguu, jazi nambari 10 kwenye gongozi huyo mwite on ruta huyu Anthony analeta wangu lakini goalkeeper huyo mwite Victor Moi ama Victor Moi anakataa, anasema hamna. Anasema hamna hapa. Anza taratibu, kichwa kinaita pale, baraza tena. Vijana wa timu ya Ongecha mtara kwenda chini, tena ananyanyuka geresha pale ya chini ya kwanza pale, piga pasi inakubali, leta taratibu, lakini goalkeeper kuja wangu mwite Karoli anasema ni chako na changu hapa Karoli. Haya, pembezoni, piga pale, jazi nambari 6. Refa anasema utakuwa ni mpira wa ikabu. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi ya soka nazidi kubiri soka watu wanaokoka. Anatoka jazi nambari 12 ni kijana Karira Zotieno, anaingia jazi nambari 5 kijana mwite Glenn Washington. Anaingia Glenn Washington huyo. Vile upande wa timu ya Kodero Bara wanazidi kuandaa shambulizi ile, atakuwa ni kijana huyu mwite Glenn Washington. Tutajiuliza kama huyu ni Mwingereza. Kijana huyu mwite Glenn Washington. Sikiliza mpira mrusho. Haya, anapiga hatua chache, anajipinda Rosha, goalkeeper anawai toka nje, kona. Wanafaidi kona hapa vijana wa timu hii inaizungumzia ya Kodero Bara. Mechi hizi za mkoa wa Nyanza ndo zinaanza hapa. Jana tumeshuhudia baadhi ya mechi, asubuhi ya leo tukaona Kisumu dhidi ya Goro sare, wakaweza kuachana sare ya kufungana bao 1-1. Jana tuliweza kuona vijana wa timu ya Sameto wakipoteza mikononi mwa Matutu 2-1. Leo sasa tuone kati ya Ongecha na Kodero Bara nani ndio mkali wao. Wale matabibu nakuja kumhudumia yule mchezaji ambaye yuko chini, anapozidi kuhudumiwa aliye chini mchezaji wa timu ya Ongecha Secondary, na kwa nafasi murwa ya timu hii ambayo ni ya Kodero Bara kuweza kufanya mabadiliko matatu katika kipindi hiki cha pili. Mabadiliko matatu ambayo kimsingi unapokuwa kocha ukiona kwamba mabadiliko matatu yameweza kupigwa, ni kumaanisha kwamba kocha hajaweza kuwaamini kipindi cha kwanza wachezaji hao watatu ambao waliweza kuanza michezo au wacheza kucheza mechi ya kuridhisha kulingana na ile mipango ambayo ni ya kocha. Unaweza kuwa mchezaji mwema lakini usicheze kulingana na kanuni zile za kocha, akaisi alete mabadiliko. Kodero Bara kona wanayo takriban ya kwanza kipindi cha pili, wamejaa kwenye mstatili. Kunani anapiga refu Mafiongo, potelea pote, inakuwa ni afueni kwa timu ya Ongecha Secondary, lakini Kodero Bara ni kwa mtazamo wangu haufai kuwa kona teka iwapo hizo ndizo tajriba ambazo uko nazo, lakini kama ni makosa tu ya kwa sasa pekee, natumai kwamba ataweza kurejea vyema katika wakati mwingine. Nahodha anapiga refu pembezoni kulia, moja kwa moja wana wachezaji wa timu hii ya Koses Kodero Bara wanakaa na Ongecha, unakuwa mwingi unatoka mpira wa mwisho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Atakwenda kurusha kijana mdogo nambari 16 beki wa kushoto kwa faida
ya timu hii. Anakwenda kwanza timu hii, lakini anakwenda chini, ilikuwa ni high boot, na refa akasema kwamba hakuna hata cha advantage kwa sababu ni high boot, aweze kuangaliwa. Ni nahodha jezi nambari 2 kwa timu hii ya Onitsha, na itaweza kuwa ni jambo la kuweza kuuma vichwa tu benchi la kiufundi la timu hii ya Onitsha, iwapo nahodha wao ataweza kutoka nje au jeraha linaweza kuwa lile ambalo ni la kumuumiza zaidi, lakini ni maombi tu ya benchi lile kwamba itakuwa vema, lakini kuliona jinsi ambavyo anavyochechemea, mambo si mazuri kwa upande ule wa timu hii ya Onitsha, hasa unapoona kwamba beki wako wakati ameweza kupata hivyo. Watacheza wakiwa 10 kwa muda. Onitsha piga refu upande wakati wanakana Kodero Bara. Onitsha bado umilisi wanao, wanapoteza. Kodero Bara pembezoni kushoto, anakosa bado umilisi mwema wa mpira, anapenyeza pembezoni kulia, jezi nambari 4 kasi inamsaliti jezi nambari 4 Onitsha Secondary. Ilikuwa nafasi moja kupenyeza pembezoni kulia, angalau kuleta cross upande wa ndani, lakini kasi ikamsaliti, inakuwa throw ball. Mstatilini wachezaji watatu wa Onitsha nje, mmoja anafisia nafasi iwapo itapatikana. Nashangaa leo hii ball boys wako wapi? Wachezaji naona tu ni wao pekee ndio wanatafutia mipira, lakini yote 9 lazima ngoma ichezwe. Mstatilini 4 dhidi ya 7, anarusha refu, wanakana Kodero Bara. Onitsha bado si mzuri kwa umilisi wa mpira mchezaji huyu wa Onitsha, nafasi amezipata lakini anakosa ule ukomavu, concentration kwa mechi, anatoka nje. Goal kick ambayo itakuwa ikianzwa na mlinda lango wa timu ya Kodero Bara, ambao kufikia sasa wakianza short balls kwa sababu wale wachezaji wa Onitsha wote wamerejea nyuma wote. Kwa hivyo wanapoanza mipira mifupi inakuwa ni afueni kwao kuweza kubuild up. Leo watapiga refu. Kodero Bara wanakana Onitsha pembezoni kulia, moja kwa moja 1v1. Umilisi nao, mpira unamsaliti Onitsha. Kodero Bara anakwenda chini virahisi, makosa yalikuwa pale, inakuwa ni foul kwa faida ya timu ya Onitsha. Upande wa Kodero Bara anauliza kunani, mbona inawezekana hivi? Lakini afueni nahodha jezi nambari 2 atarejea ugani, jambo litakuwa ni la afueni kwa timu ya Onitsha kuweza kuona nahodha ameweza kurejea kimchezoni. Iwapo ndipo unaungana nasi, runinga ni Ndizi TV, upande wa matangazo kasisi wa soka Kasim Mohamed, nahodha wa michezo Captain 001 kufuatilia haya yote ya michezo. Atakwenda kwanza beki wakati Onitsha pembezoni kushoto, inakubali, amesakamwa beki wakati, ni mpira utatoka nje na kuwa goal kick kwa faida ya timu ya Kodero Bara ambao kufikia sasa hawajawa sawa. Nimeona benchi za kiufundi za Agoro Sare, Kisumu Day wako tu hapa hivi kuweza kuona, je, huyo ambaye anacheza naye anacheza vipi, kwa sababu ni wageni wote hawajaweza kuwaona. Na hizi ni michezo za upande wa Nyanza, wale ambao wanafuatilia Nyanza kaunti ni 6, tunayo kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira ambazo ni eneo la Busi, tunayo timu upande wa Migori, Homa Bay. Kodero Bara chenge ya kwanza afifu, anaumilisi rahisi nahodha, ndio maana anaaminiwa katika timu hii. Wanajaribu kupenyeza Onitsha, wanakana Kodero Bara. Onitsha fuliza vizuri, nafasi ya wazi, moja kwa moja Onitsha wanapoteza mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja, wanaita 1v1, akapata nafasi moja kwa moja na mlinda lango akajikokota upande ule wa dribbling. Ni nafasi ambayo jutia iwapo watapata nyingine ya kuweza kujikwamua au kujiridimu, wanaposema upande ule wa Safaricom lazima ujiridimu.
taratibu anakwenda chini rais Kodero Bara, foul kwa faida ya timu ya Kodero Bara, ambazo huwa ni nafasi murwa. Ukipata foul nafasi kama zile, ukipata delivery yule ambaye anapakua chakula hicho, basi inaweza kuwa nafasi murwa ya kuweza kuiweka mbele Kodero Bara. Gusii Stadium imejaa pomoni, imejaa ikatapika, na hii sio fainali. Hii ni mechi tu ya kwanza ya ufunguzi, na wakati huo huo tunaona anaonyeshwa kadi ya manjano beki wa timu hii ya Onitsha, jezi nambari 4. Wanajipanga kupiga set piece 17, nahodha timu ya Kodero Bara atahesabu hatua center referee. Wakijipanga wanajiuliza tuweke wapi, ni upande wa kati, ni upande wa kulia? Tusubiri. Anapiga refu, wameletwa nao Onitsha, counter attack. Onitsha Secondary inafanya vizuri kabisa, inakubali, miguu inamsaliti, dribbling inamsaliti mshambuliaji anayetegemewa katika timu hii ya Onitsha. Onitsha bado wanao mpira, wanajikanganya wenyewe, mpenzi mtazamaji, unakuwa ni mpira wa mrusho kuelekezwa upande wa Onitsha. Ni mechi ambayo imekuwa na hisia zake mseto, wengi wakijiuliza Onitsha wanacheza vipi, wakijiuliza Kodero Bara wanacheza vipi. Ni hivi tunapokuonyesha, hivi ndivyo wanacheza wachezaji hao. Itakuwa rahisi kwake Moi kuichukua mpira ule, nafasi moja ya kuweza kutuliza pressure katika mechi hii. Wale wanafunzi ambao ulizwa kwamba wakati kama huu, does the pressure increase or decrease? Kasim, mlifunzwa vipi? Haya, taratibu wanakuja pale vijana timu ya Onitsha, inga pale labda kadi kosa kupiga chenga nzuri, teleza chini kwa chini, vijana timu ya Onitsha, mtu anakwenda chini, refa anapuliza kipenga hapa, anapuliza kipenga center referee, ni huenda wakaandaa badiliko. Kadi itakuwa ni kadi manjano, ameonyeshwa kadi manjano kwa sababu alikuwa amevalia sare za kucheza akiwa nje, wanaleta confusion ile. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja, nikiweza kunafasika nitakuwa nazisoma rafa zenu, nitakuwa nazisoma rafa zenu, na utambie unapata matangazo haya ukiwa upande upe. Asante sana, anaitwa Aizo hatari na brakari natoka nje, anasema anaitwa Aizo Isaac, anasema watching live from Mombasa Mtongwe ndani ya Ndizi TV. Sira Dominic anasema good work, watching live kwa Ruage Tare County. Ni Senator Msupu, game ya Kisumu Day ilisha sare 1-1. Anaitwa Hespa Mogera anasema tuko pamoja, asante sana. Alex Chasuba, maoni yako yameweza kufika, ataweza kushughulikiwa. Aizo Isaac, Bosira Dominic, wote ambao mnatufuata, tuambie unashabikia timu ipi katika michezo hizi za shule? Kwa nini umeridhika walivyoanza michezo? Watakuwa wanapanga badiliko ni Onitsha. Onitsha upande wa kati, Kodero wanakana. Onitsha wanakana pia, Kodero safu ya kati, penyeza pembezoni kulia, itafika. Ataufikia je? La hasha. Onitsha pembezoni kulia, piga refu, wanakana Kodero Bara. Onitsha potelea pote, anaupiga mpira potelea pote, lakini bado uko ugani, inaitwa fast build up. Wanasakamana moja kwa moja, mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Wakati huo nafasi kwa jezi nambari 8 kuingia upande ule wa Onitsha, na kwa sababu ya kuchunga tu wakati anamwambia jezi 14 tokea upande ulipo,
ndiposa tuweze kuokoa muda katika mchezo huu. Iwapo unaungana nasi, sare tasa kipindi cha pili, takriban dakika 19 tuweze kufika tamati ya mechi hii ambayo ni mechi ya kwanza kwa timu hizi, mechi ya pili katika kundi la A, kuweza kuona kutoka kundi hili ambalo liko na Onyincha, Kodero Bara, Kisumu Day, Agoro sare, Bagani wale watakuwa bora wawili kwenda upande ule wa semifinali. Kodero Bara sasa penyeza pembezoni kushoto, watajikangana, ndio anakwenda chini rahisi, anakuwa ni mpira ule wa foul ambayo inakuwa ni afueni kwa timu ya Onyincha Secondary. Tusiwasahau wahisani wetu Nyanza Sports Vibes, wamejitolea sana wakafadhili michezo ya Kisii County, michezo ya Nyamira, michezo hii ya regional, wamekuwa kaunti mbalimbali kusema kwamba tu matangazo kama haya captain, wacha wafikie watu. Pia tusimsahau Peak Sports Uniform Center, wako pale upande wa Kisii Bosoko katikati, pia wanaunda uniform safi kama hizi, wanauza kwa bei nafuu. Kwa mambo haya ya michezo kwenye kwamba yameweza kuwa vizuri kabisa katika michezo hii. Upande wa Western Region tunangoja regionals. Upande wa Trans Nzoia tulimwona St Joseph's akimpiga mwana Solidarity Boys kona. Onyincha Boys potelea pote, wana nafasi baada ya kuirejesha back to sender, wataweza tuone. Anapiga refu potelea pote. Ingalikuwa ni rugby tungesema alikuwa ni na idea, lakini hiyo sio rugby, ni potelea pote. Na muona pale afande askari anasema kwamba acha nilete mpira huu nipate nafasi ya kusalimia huyu mlinda lango Moi wa timu hii ya Onyincha Secondary. Wamejituma wote upande wa kati, itakuwa ni long ball. Na mwana Stanley Ondieki, camera person DZTV, ako tisti upande wa pembezoni kushoto, wakisha kama umepata picha mufti. Upande mwingine Victor Sultan Obangi, nafasi kwa Onyincha. Ya kwanza inapita, ya pili anatolewa kwa target. Onyincha bado anasuasua na mpira, bado anapenyeza. Kunani Onyincha, chenga ya kwanza inakubali, lakini haikuwa na umakinifu maalum, tunatoka nje. Na nilikuwa nakufahamisha tu kwamba upande mwingine tunaye Stanley Ondieki, upande wa kamera moja, upande mwingine Victor Sultan Obangi, mwezeshaji wa vipindi katika kipindi katika runinga ya Ndizi TV. Na simsahau Conrad Ogwesi, anahakikisha kwamba maandishi unayoyapata katika runinga yako, katika simu yako, katika kipatakilishi chako, yote ni kwa hisani yake Conrad, ambaye anahakikisha kwamba umepata picha hizi zote. Tusimsahau pia Cyprian TV amejituma sana, ni msichana wa gavana. Sijui kama amemaliza za gavana ama kwa sasa zimebaki. Kasim atatuambia baadaye. Za gavana ni msichana aliyevuma sana kwa kazi anayofanya mitandaoni huyu Cyprian. Umesema ni msichana wa gavana? Ni msichana wa gavana. Haya, sisemi kitu. Haya, taratibu pale wanakuja, piga hatari nje. Namna gani sentimita za kuhesabu pale, walikuwa wanafunga kazi hapa vijana wa Kodero Bara, lakini bado wanaambiwa bado Kodero Bara wanaambiwa bado. Swali tunalojiuliza ni kwamba ni nafasi ipi hii ambayo Kodero Bara wanahitaji ndipo waweze kufunga bao. Wajikanganya ni mabeki wa timu ya Onyincha. Mlango akakuwa akesha achwa, alikuwa tu apige tu, bora ameweka upande ule wa lango ingalikuwa bao. Akasema kwamba apige nje potelea pote. Watajilaumu mara ngapi hawa Kodero Bara, lakini ni mambo yanaleta timu ambazo labda zijapata ukomavu. Nafasi nyingine, kesha rombeza Kodero Bara. Wakibana nafasi murwa wamerombeza, kama hawajarombeza wametupa. Ni rekodi ambayo si njema sana kwa hawa Koses, mabingwa wa upande wa Migori. Piga refu Onyincha, wako wengi upande wa kati, safi ya kati afifu. Kodero Bara penyeza pia, lakini Moi anasema kwamba hii nayo hata msijisumbue, ni mpira wangu huu. Moi mlinda lango wa timu ya Onyincha
Mashabiki tutaambia mtapata katika upande upi ule. Tutaambia mechi ya pili tutakawaletea leo alasiri itakuwa ipi, lakini tumalize hii kwanza. Captain Fantastic anautuliza. Refu kunani? Mawinga wa timu hii wa advantage. Ong'incha Secondary wanapata advantage, wanakosa kuitumia vizuri. Piga potelea pote hawa vijana wa Kodero Bara, na benchi la kiufundi la timu hii ya Ong'incha wanahisi kwamba mchezaji wetu kakandamizwa, lakini refa anaambia kwamba tuliwapea advantage, mlifanyia nini? Ikakuwa disadvantage kwao. Ong'incha safu ya kati wanaupata mpira ule, wanakana Kodero Bara, jaribu kujenga upande wa kushoto, inakuwa hafifu. Kunani umilisi anao, tajriba anayo, 1v1 bado anajituma, bado jezi 12 katika timu hii ya Kodero Bara. Ukuta wa binadamu unamzoea Ong'incha upande wa kushoto, kasi yake inamsaliti huyo, anamakinika beki wa kushoto, anamtoa katika ile timing ya mechi hii. Kodero Bara wanapoteza, Ong'incha wanapoteza pia. Wamekosa kutulia wote katika mechi hii. Ni mechi ya piga nipige, piga nipige, tupa nitupe. Refa linesman, unaona makosa? Sijaona makosa. Mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Mashabiki ni wengi upande wa G4. Salamu kutoka upande wa Ong'incha Secondary. Wanafunzi, mashabiki wamefika solidarity na wachezaji wao. G5 imetulia, G6 imetulia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zote zimejaa mashabiki waliofika hapa. Refu kunani wanakana Kodero Bara bado wanao mpira ule, unatoka pole pole, aste aste. Kasi mlivyoniambia sare, sasa nimeanza kuiona. Sare ulioniambia Nimeiona. Ni mechi ngumu tangia kipindi cha kwanza hadi kwa sasa. Mimi nilisema huenda sare, huenda katoka sare. Lakini bado tuone mambo atakavyokuwa. Taratibu namna gani? Mchezaji anachezea visivyo. Anachezea visivyo pale mchezaji wa timu ya Ong'incha. Vijana timu ya Ong'incha wanafaidi mpira huu wa foul na mpira madhambi, wanafaidi. Asante sana. Alafu ujue Kasim, mechi ambayo inaendelea Kodero Bara Ong'incha, hii ndio point rahisi kupata katika kundi hili. Asante sana. Kumbali tu naweza kuambia, naweza kuwatambua baadhi ya watu ambao wamefika. Haya, taratibu pale pembezoni, vijana wa Kodero Bara piga pote la pote kambilani, kuja dudu ya moja mbili tatu labda gari, lakini goalkeeper anakuja kwai. Kumbali namuona pale meneja ule wa au constituency manager wa Kitutu Chache South, bwana Alphonse Osongo amekaa kwenye benchi ya kiufundi ya Ong'incha. Hatari pale, goalkeeper namna gani? Bado hatari, goalkeeper namna gani hapa? Kijana Victor Boy, Victor Boy huyo, mashuti mawele anaokoa, anawanusuru vijana wa timu hii ya Ong'incha. Namna gani hapa? Ilikuwa ni nafasi mura kabisa, 1v1. Bendera ikabaki chini, Mwanalanga akajitokeza akafanya mitili ya Martinez alipofanyia Kolomwani, akazuia. Ong'incha bado wako hatarini. Kodero Bara, goalkeeper Kasim, hii ni movie ama ni nini? Huyu goalkeeper amekataa Badani Katari, amesema ni chakula changu. Mashabiki hawaamini wanachotazama. Machozi kwa wachezaji wa Kodero Bara, nafasi hizi zipi wanazoziuza. Machozi kwa benchi la kiufundi la Kodero Bara. Afueni na maombi kwa upande wa timu ya Ong'incha. Ong'incha walitoa sadaka nono katika kanisa.
na inaleta majibu kwao. Goalkeeper huyo. Haya taratibu. Ni zamu ya Ongicha. Wananyang'anywa. Geuka pale taratibu, jazi nambari 6. Katikati wake Dwara. Piga ya kwanza, ya pili. Wanakataa. Namna gani hapa anazidiwa vijana wa timu hii ya Ongicha. Analeta pasi pembezoni. Namna gani piga pote na pote. Toka nje. Mechi hii iwapo timu ya Ongicha watapoteza, nitahisi kama watakuwa wamemsaliti mlinda lango wao kabisa. Amewaweka kwa mechi mara si moja, mara si mbili, mara si tatu, mara nyingi, lakini upande wa ushambuliaji umewaleta chini. Corner kick, Kodero Bara, Kunani, leta refu, wanakana Ongicha, wanakana Kodero Bara, wanabisha, wanapiga mrefu. Ni wachezaji wa timu ya Ongicha. Pembezoni kushoto, Kunani anazidiwa. Kodero Bara bado anajaribu kutafuta nafasi, hawajaipata. Ongicha wana umiliki wa mpira, mchezo wa kati, penyeza vizuri pembezoni kulia. Mabeki ni wengi, watajikanganya? La hasha, potelea pote. Mpira wa mrusho kwa faida ya timu hii ya Ongicha Secondary, ambao angalau wanatumia nafasi hii kuona kana kwamba watasukuma ndani na iweze kuwa bao. Za timu ya Ongicha zinaamusha mashabiki wa G4. Ongicha watakwenda kurusha mpira ule. Refa anasema kwamba nipe muda kidogo tu, utapewa refa. Kunani, mpira wa mrusho kwa Ongicha, chini ya dakika 10 mechi iweze kufika tamati. Nafasi za kufunga zimekuwa hafifu kwa Ongicha. Mrusho wanarusha Ongicha, mlinda gandamana na mpira ule. Afueni pembezoni kulia sasa, Kodero Bara, Evitach. Timu ya Ongicha inanusurika na kuwa nafasi mure ya kuweza kujipanga katika mechi hii, lakini Kasim, safu ya ulinzi ya Ongicha haijanifurahisha kabisa katika mechi hii. Tuambizane ukweli, kama sio mlinda lango ambaye ameweza kuwanusuru sio mara moja, mara kadhaa, huenda sasa hivi mambo yangekuwa mengine, kulikuwa anajutia sana. Lakini kwa vyote vile mimi ubashiri wangu unabaki tu pale pale, uende katoka sare tasa, sare ya kutofungana. Hatari pale, wanakuja Ongicha, offside. Namna gani pale, namna gani, karibu kadi ya manjano. Atapewa kadi ya manjano kwa sababu firimbi ilikuwa ishalia. Anamwambia mimi sikusikia firimbi, lakini anamwambia firimbi ilikuwa ishalia. Firimbi kishalia ufai kupiga mpira. Anakula manjano, lakini anamaanisha kwamba akiachwa yeye angefunga, si kama Kodero Bara. Asante sana. Haya, piga pale pasi, piga kichwa kutoka nje, kwa ni goal kick. Wanafaidi vijana wa timu hii inaizungumzia ya Ongicha. Bado tutakwambia mechi hii ni sare. Msimamo haubadiliki. Nahisi kuna bao moja Kasim. Hamna hapa. Mpira ikabu. Nahisi kuna moja, atakayefunga timu ndiye sijui ni gani. Kama itakuwa basi kutakuwa na bao Ongicha, kwa sababu Kodero Bara zimewakataa. Haya, mpira wa foul. Sikiliza, analeta pale juu kwa juu, hatari, namna gani, poteza nafasi mura kabisa aliipata jezi nambari 5, tegemeo kwa ushambuliaji wa timu ya Ongicha. Akakosa kumakinika, akaipoteza. Ongicha wanaomiliki wa mpira wanapoteza. Leta katikati wa Kidwara, kibiria pale, piga juu kwa juu, anakibiria na kuja Vumburuka pembezoni kushoto, lakini nazuia ngozi zinatoka nje. Inakuwa ni goal kick. Ongicha dhidi ya Kodero Bara, bado ni 0-0. Hamna ambaye amelionja lango la mwenzie, mambo bado ni pale pale tu.
wamepata nafasi wakazitumia vibaya. Kwa maoni yangu, kungalikuwa na mshindi katika mechi hii, Naam, atafute tu hata sare kwa Agoro Sare ama timu ya Kisumu Day, angekuwa na matumaini kidogo ya kuweza kufika katika upande wa semifinali. haya sikiliza, piga para za kichwa taratibu, anageuka. Haya, wanakuja vijana timu ya Onitsha, piga pasi Jerezi, lakini bado wanazuia wanaweza kuzuia pale. Asante sana. Uingereza watakwambia it's coming home. Haya, rusha, piga fataki, lakini wanazuia pale vijana wa timu ya Onitsha. Anaukatoa mpira, watakuja kurusha. Mpira huo haupo mbali kuweza kukamilika, haupo mbali sana kuweza kutamatika hapa. Na napata nafasi wakati huo Kasim Mohamed kuweza kuangalia jumbe upande ule wa mitandaoni. Victor McNeely anasema I am watching live from Darils. Obogo Dominic watching live from Ogembo Preparatory School. Asante. Julius Ondoso nafuatilia kutoka upande wa Nyamache. Obogo Dominic anauliza tuwaletee mechi ya Sameta High School, tutaangalia jioni. Mechi ya kundi la ba tutawaletea mechi ipi? Aidha mechi ya Sameta, aidha mechi ya Matutu, tusubiri. Requesting dakika ambazo zimeongezwa ni dakika 3. Dakika 3 zimeongezwa. Olfa Ongeri anasema moto sana. Okiogo mdogo anasema kutoka Suneka anatufuatilia. Asante sana. Haya, taratibu wanazo kama dakika 2 za mchezo hapa, vijana timu ya Onitsha pamoja na Kodero kuweza kutofautisha mambo hapa. Taratibu mpira wa ikabu, mpira wa ikabu hapa wanafaidi vijana wa timu hii ya Kodero bara. Kumbuka tuko ndani ya Ndizi TV pamoja na Cyprian TV. Tupo pale na wadhamini Nyanza Sports Vibe. Hatari nje, itakuwa ni goal kick hapa, ilikuwa ni hatari bin danger, lakini ikawa ndivyo sivyo. Goal kick, jana timu ya Onitsha asante sana. Wakati huo kwa wapenzi wa spoti, sare hapa haitakuwa majibu mema kwa timu zote mbili kuwa na matumaini yoyote katika kipindi hiki. Upande huu wa pool A wanao mpira sasa ni Onitsha, pembezoni kulia jezi 8, piga refu amesakamwa, wanakana Kodero bara. Pembezoni kulia jezi 13 Kodero bara, anageuka twist, lakini ulikuwa ushakuwa mwingi, ushatoka, mpira umrusha kuelekea upande wa Kodero bara. Kumbuka ni mechi ya kwanza kuchezewa katika uga wa Gusii Stadium tangu mabadiliko yaanze kufanywa katika kiwanja hiki, na ni kwa sababu tu ya ule msukumo wa mashabiki walio hapa. Mashabiki walio hapa ukiwapa Emirates watajaza. Onitsha napoteza, ilikuwa nafasi Murwa, alikuwa na idea ya cutback lakini haikufika, ikawa hafifu. Onitsha bado anakosa. Onitsha na mpira pembezoni, alikuwa kisharombeza, kana mwachia mwenzake jezi 17, anajikaza beki wakati Kodero bara. Kunani amesakamwa tisti na wachezaji wawili wa timu ya Onitsha, wamemsakama sana. Refa anasema hapana, madhambi. Mpira wa ikabu kwa faida ya timu ya Kodero bara waliovalia nyekundu juu, samawati chini katika mechi hii. Raisi kwake Moi, mlinda lango ambaye ameonyesha tajriba yake katika michezo hii hadi kufikia sasa. Moi anapiga refu upande wa kati, wanao nambari wengi wa Onitsha.
Ongincha bado na mpira pembezoni kushoto, penyeza, wanakaa na beki wakati. Ongincha bado wanajikaza, wanao matumaini. Nyota ya jaa bado kwa timu ya Ongincha. Mlinda lango, chakula changu hiki. Haya, zimesalia sekunde mchezo uweze kutamatika. Piga pale kichwa taratibu, anacheza wapi? Piga juu kwa juu, piga mparazo, piga pote mwana Ongincha, jazi nambari 5. Haya, shambulizi la kufizia, counter attack, lakini bado wanaziaziwa hapa. Tisha ya kwanza, ya pili, mbatiza mtu. Haibo anageuka kwa sanduku pale, Geresha bado anapiga hatua wili chenga, anakataa pale beki, piga pote na pote Kambilari. Clearance inayowapatia mashabiki tabasamu. Mguu wa kushoto ule, wana mashabiki wanasema vile inafaa dakika kama hizi, hakuna kupembeleza mpira, hakuna kuupaka mafuta, pote ya pote. Kodero Bala ni timu ambayo ni nzuri, ni timu ambayo ni ngumu sana, kwa hiyo itakuwa alama moja, itakuwa faida sana kwa vijana wa timu ya Ongincha. Ndivyo ulivyosema, jinsi ambavyo wamenusurika, watahisi kwamba imeweka katika mchezoni. Naam. Pembezoni kushoto, Ongincha wamesakamwa, Kodero Bara wamesakama. Kunani jaribu kuchenga, nafasi penyezi, Ongincha jezi nambari 8 anakosa kupatikana mpira wa mrusho. Ni nafasi ya mwisho kwa Ongincha katika mechi ya leo, adhuhuri ya leo, kuona kana kwamba kama wanafaa kupata bao, nafasi ni hii. Kama wanafaa kupata sare, nafasi ni hii. Asante sana, sikiliza, atakuwa na urusha taratibu, paraza kichwa, toka nje, goal kick. Naona referee akiangalia pale, akizidi kuangalia saa yake ya mkononi, angalia saa yake ya mkononi pale. Haya, piga juu kwa juu taratibu, vijana tiba Kodero Bara. Haya, Ongincha tisha, piga pale pasi namna gani, lakini wanazidiwa maarifa. Piga pasi taratibu, analete goalkeeper namna gani, hatari, tisha ya kwanza na mwacho kwanza, hoi namna gani, hatari pale, piga pote na pote, alikuwa amecheza visivyo, alikuwa amecheza visivyo hapa. Mimi ni captain, sina uhusiano na beki, lakini tumbo inaniuma kidogo, niweze kuachilia kipaza sauti. Tumbo inaniuma mpenzi mtazamaji, hamna kitu kibaya kama kufungwa dakika ya mwisho. Kusema ukweli, nimesema pressure ina increase, lakini kwa sasa ime increase. Asante. Sikiliza tu, vijana wa timu ya Ongincha wamejaribu, wamejituma, na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini, kusema dakika 90 kutoka uwanja huo wa Gose. Ongincha 0, vijana timu ya Kodero Bara 0, full time. Langu jina ni Kasim Mohamed. Imekuwa ni mechi ya kufana kutoka uwanja huu wa Gusii Stadium. Mashabiki walifika, timu zote zilifika, wote wakajituma. Ongincha wakanusurika, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara 4. Kodero Bara wakabisha, Ongincha wakakana. Yote 9-7, mechi imefika tamati. Pointi 1 kwa Ongincha, pointi 1 kwa Kodero Bara. Matumaini ya timu zote mbili sasa ni je, tutacheza vipi na Aguero Sari? Tutacheza vipi na Kisumu Day? Iwapo watahitaji kusonga mbele, lazima washinde mechi moja katika michezo hiyo. Lazima waweze kwa kushinda mechi moja katika michezo hiyo. Kasim,
tunaweza kuacha picha za ugani, tuweze kuongea na makocha na washikadau katika mechi hii, kisha tujipange kwa mechi ya pili ya alasiri ya leo. Ya leo imeweza ya Kodero. Mchezo huu wa leo ulipobashiri ulisema ingekuwa ni sare, tumeona sare hiyo vipi? Kwa sababu imekuwa mechi ngumu na tumeona goalkeeper, kuna yule man of the match ni mlango Victor Moi. Upande wa timu hii naizungumzia ya Ongicha, ameweza kuinusuru timu ile. Safu ile ya ulinzi ya timu ya Ongicha ilikuwa imezuazua na kuboronga, na kwa hivyo vijana wa timu ya Ongicha wamestahili sana hii sare ambayo angalau itawazolea alama moja, kwa sababu ile timu ambayo ilikuwa bora zaidi uwanjani ni timu ya Kodero Bara. Kasema mbele anasema kwamba timu bora uwanjani ilikuwa ni Kodero Bara, lakini mchezaji bora akawa ni Moi, mlinda lango wa timu hiyo inayofahamika kama timu ya Ongicha Secondary. Na kufikia sasa tukiangalia jedwali la rasmi la upande huu wa pool A, tutakuwa na Kisumu Day na Agoro Sare wakiwa juu wote, kwa sababu wote wamefunga mabao. Kisha tuone kwamba hawa wa leo Kodero Bara na timu hii ya Ongicha wakiweza kuwa 3 na 4, na mechi za pili kwa timu zote mbili lazima watacheza na Kisumu Day, Agoro Sare. Unahisi kwamba imekuwa rahisi zaidi kwa timu ya Kisumu Day na Agoro Sare? Imekuwa ni rahisi sana kwao, lakini wanasema kuwa Kodero Bara lazima watakutana na Agoro Sare. Hata niliona nikiwa katika uga wa Guse wa Kisii School wa shule ya wavulana Kisii, nilimwona yule ambaye aliweza kuzungumza akasema lazima watakutana. Kusema lazima watakutana, ikiwa basi ni moja kwa moja kutoka uga huu wa Guse ambapo mechi hii imeweza kutamatika. Imeweza kutamatika, vijana wa timu hii ya Kodero Bara na vijana wa timu inayozungumzia ya Ongicha tumeweza kushuhudia mechi kali, mechi tamu. Kumbuka ni mechi hizi za shule ya sekondari moja kwa moja. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kuwa nami. Langu jina ni Tekasi Mohamed, tumekuwa naye Captain 001 kuweza kuletea mechi hii, matangazo rasmi ambayo yameweza kuwa kushirikiana na wadhamini mbalimbali ikiwemo wa Nyanza Sports Vibe na wadhamini wengine wengi. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia. Ataweza kuzisoma arafa zenu, moja kwa moja kwa wote ambao wameweza kutuma ili tuweze kuzipunguza bila kuonelea. Lakini mashabiki wa timu ile inaizungumzia ya Ongicha umeweza kufurahia ajabu na kusema kuwa walistahiki kwa vyovyote vile hiyo alama moja, angalau alama moja. Wanasema heri nusu shari kuliko shari kamili. Timu hii ya Ongicha, kumbuka vile basi wataweza kutuambia ni mechi gani ambayo itakuwa inachezwa baadaye ili kuweza kuweka mambo kuwa mazuri, kuweza kuweka mambo kwa matamu tena zaidi katika uwanja huu. Ni mechi ya kwanza tangia ukarabati wa mechi hii uweze kuanza, ukarabati wa mechi hii. Asante sana. Basi tunamleta man of the match ambaye ni goalkeeper. Man of the match timu ile ya Kisumu Day, timu ile ya Kodero Bara katika
Kunradhi, imekuwa ni mechi ambayo imekuwa ni kali kabisa. Labda mlinda lango waweza kutaja katika mechi hii, imekuwa ni mechi kali. Kuja tu kati Kasim ana maswali kwako na maswali kwako, lakini Kasim waweza anza. Naam, huyu ndiye mlinda lango ambaye tumeweza kushuhudia ameweza kupangua baadhi ya mikwaju na kuinusuru timu ya Onitsha. Labda sasa kwa majina yake na tuambia alikuwa amejipanga vipi, na je, hii alama moja ameweza kuridhika nayo? Kwa majina anaitwa Victor Odhiambo Moi. Atakuwa mjasiri sababu kazi ambayo umefanya uwanjani ni ya ujasiri. Kwa hivyo atakuwa mjasiri, labda kamera iko pale, labda alipouliza kazi. Naitwa Victor Odhiambo Moi kutoka shule ya upili ya Onitsha. Ni kujituma tu, kwa sababu ukiona hii kwa group yetu sisi ndio tulikuwa underdogs, lakini sasa hata hao wengine tumeshawatumia message. Hakuna timu yenye haiwezi. Labda tumeweza kushuhudia ukipangua baadhi ya penalti kwenye mechi zilizopita. Je, huwa wewe unajiandaa vipi na huwa unajipangaje mpaka unasema mimi leo hii lazima nipangue penalti? Haya, nikianza ya kwanza, tulivyoanza mchezo wetu, kocha alituambia ya kwamba lawama zote isikue kwa player yoyote. Sasa mimi niliamua tu kujitokezea, kama tunabaki tubaki wote, kama tunaenda wote. Labda kama mlinda lango unahisi vipi kwamba mwaka jana tulikuwa na Onitsha katika hii level hata ya county level ya regional, lakini mwaka huu umepata hii exposure ya sub county, exposure ya regional. Unahisi vipi kupata hii exposure ambayo yafanya wewe kuanza tajriba yako? Anasikia vizuri, kwa sababu kwa life yangu yote this is the first time nimecheza region, na this is the first time naona nikicheza na show. Asante sana, labda baki tu papo hapo hivyo. Labda tunaye kocha pia wa timu hii ambayo wengi wanasema kwamba mmeitwa underdog sana. Labda leo hii unahisi mmedhihirisha nini leo? Ningeomba utoe kofia ndiposa picha iwe mufti kwenye studio yetu pale. Okay, kwa majina ni Dismas Wesonga, coach wa Onitsha. So hayo majina tumeitwa, na mpango ya Mungu pia iko tofauti labda na binadamu. So hayo majina ndio imetufanya tumefika hapa kwenye tumefika, na hata kwa kufika hapa hatujabebwa tukafika hapa. We've passed through a process. So that is what has been pushing us. Then always na lay plan. Then na push so that kila mtu achukue action plan. Kama I work, I change the plan. That is what has led the team to the level it is right now. Labda Kasim akijipanga kuuliza swali, labda swali lingine naweza kuuliza ni kwamba mechi hii wote mlikuwa ni wageni katika hii mambo ya regional team yote, Kodero, Bare na nyinyi. Kipindi cha kwanza tukaona kwamba mliamua muweze kuzuia zaidi, mngoje long balls na quick breaks ambazo hazikuwezekana. Labda unahisi kwamba labda mbona ulichagua mtindo huu katika mechi ya leo? So venye nimesema, ukienda kwa game lazima udraw plan. So that was one of the plan, because hatukuwa tunajua the opponent. So the first half tuliamua kwa kivo ndio tuwaone, so that tuone kwenye breakthrough inaweza tokea. Labda Kasa na swali kwako. Labda kabla ya mechi kuna yale mama ambayo ulizungumza na wachezaji. Je, uliwatayarisha vipi ile mentality? Uliwaambia hii ndiposa wako kwa uwanja hadi wamechukua hii alama moja? Jambo moja ambalo niliwaambia, wakati huu ni wakati wa masomo. Wameamua kucheza ball. Na vijana wanasema wamekuja biashara. Ndio hiyo niliwaambia, ile siku ambayo mmekuwa mkiongojea na kile kiwango ambacho mlikuwa mnatarajia, siku ndio hii. Sasa tuende tuchape nini? Tuchape biashara. Na labda jambo moja kwa mashabiki. Kuna jambo ambalo ungependa kuambia mashabiki na labda viongozi ambao wangependa sana kuipiga support timu hii ya Onitsha? Timu ni ndogo lakini watarajie mengi. Mengi pia yanakuja. Naam. Labda la mwisho kabla tuweze kuachilia tumalizane na Moi pia. Swali la mwisho ni kwamba mechi ambazo zimesalia, uko na Agoro Sare champion wa Nyanza mwaka jana, uko na Kisumu Day finalist mwaka jana. Ni mechi ambazo zitakuwa ngumu zaidi kuliko ya leo. Labda pia tutarajie nini kwa hizo mechi ambazo zinazofuata? Tutaichukulia venye ilivyo, jinsi ambavyo tulichukua hii, na matokeo mtayaona nyinyi wenyewe. Asante sana kocha, naweza kuachilia, lakini Moi swali moja kisha tuweze kumwachilia. Labda Moi, upande wako mwingine, mechi tumeweza kufika tamati. Unayo mechi zingine pia ni Kisumu Day, ni Agoro Sare, pia ni shule njema, lakini pia nionekane wewe ni mwema, lazima ucheze na wema. Unahisi vipi kwa hizo mechi ambazo zaja? Sisi kwanza, target yangu tukianza michezo, nilikuwa natamani hii Kisumu Day na Agoro, kwa sababu hii Kisumu Day na Agoro jina zao ziko juu.
lakini hata sisi naona kaa yetu this time round inaenda juu. Hakuna timu rahisi, sisi wote ni wagumu. Kasim, swali la mwisho kwake tumwachilie. Na labda kuna yule idol wako katika aize hata ligi zingine. Je, ukiangalia wale magolikipa ambao wanacheza kama ligi ya humo nchini, ligi kuu ya Uingereza, kuna yule ambao ukisema mimi nataka kuwa kama huyu goalkeeper, je, una idol? Yeah, Jina lake Manuel Noah, kipa wa Bayern. Asante sana, sema Manuel Noah, tutakuona upande. Asante sana goalkeeper. Huyo ni Moi mlinda lango wa timu ya Ong'incha Secondary, man of the match katika alasiri au adhuhuri ya leo, hapa alasiri ya leo katika uga huu wa Gusii Stadium kuletea mechi ya pili itakayochezwa hapa. Naona pale kuna Kisumu Day, tunaweza kujua watakuwa kucheza na nani katika mechi ya pili katika uga huu wa Gusii Stadium. Haya yote shukrani kwake Peak Sports Center, Peak Uniform Center pamoja na Nyanza Sports. Hayo yote yameweza kuwa baki hapa ugani, kamera zetu za kuosha picha kutoka hapa ugani, lakini kututaka matangazo ya moja kwa moja hapa ndio tunafikia tamati, na usisahau kwamba haya yote pia ni kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV. Unapotufuatilia, like, follow, haya yote ndiposa michezo kama hii tumejua tuwe namba moja katika michezo eneo hili la Nyanza, na kwa kweli tutafika hapo. Kama Captain 001, shukrani za dhati kwa ambao wamekuwa katika kamera, Victor Sultan Obangi, mwelekezi Conrad Ogwesi, upande mwingine kamera ya pili anafahamika kama Stanley Ondieki, upande wa logistics Esbon Nyamete, tunaye Camila mpiga picha wetu. Wote tunasema kwamba asante, tubaki hapa hapa ugani Gusii Stadium, tutawaletea mechi ya pili kutoka uga huu wa Gusii Stadium kutoka kwetu sisi. Bye bye.